Unawaambia wanokataa, wanasema hakuna Mungu. Mbona hakubali kama babake hayupo na mama yake? Ala, fike mtu muda ambwe hakuna Mungu bwana. Kwa hiyo watu wakati wa kulala wanamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushapambiwa na bibi, bakia nyumbani wewe. Umefanana na maskani. Kila wakati niko maskani. Maskani ya nyumbani na kushinda. Bakia ule vitu vitamu wewe. Mambo yote yanaharibika hapo. Waislamu tuwe vizuri. Wenzetu wakikumbuka hayo au wakikaa katika sehemu hizo, basi wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Leo mtu analala na muziki, ameweka speaker katika masikio, anadunda hivi, analala. Wewe unalala wewe alio. Analala akiwa amelewa. Yoyote atakaye kufa na ulevi atamwelekea Mwenyezi Mungu hali ya kuwa amelewa. Wakati wa kufufuliwa atapelekwa kwamba yeye ni mlevi na muuaji hivyo hivyo. Kila mtu atakwenda na ushahidi wake. Yubathu kullu abdi ala ma mata alayhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema atafufuliwa mja kwa lile jambo ambalo amekufa nalo. Sasa wewe kama umekufa mpirani, wewe utajitambua. Kama umekufa kwenye maskani, unasogeza kete. Maana kuna madude yanaitwa mapul. Hayo vijana hawaondoki kwenye mapul, yamekaa kama ngarawa au kama sahani kubwa hivi, kama tray au kama swimming pool. Wanarusha majitijiti yao, kukiwemo kuna viduara fulani wanaingiza hivi, hawana kazi, wanapoteza muda. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, tutakula hasara. Cha msingi, hebu tumkumbuke kwanza mmoja katika waliolaaniwa, Iblis maluni lanatullah. Leo nataka kuyafikisha hapa. Kuna baadhi ya mambo baada ya kuzuiliwa na akaulizwa akayasema, kama ilivyokuwa mwizi akiulizwa, akiona adhabu imezidi, anasema tulikuwa na fulani, tuliingia saa fulani, tukachukua kitu fulani, si peke yangu mie na fulani. Na Ibilisi naye alikuja akakamatwa, maluni laanatullah, na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena kwa amri ya Mungu aende. Mara katika hali hizo ilikuwa kama mbili, moja ambayo haifanani na nyenziwe, lakini kuna habari ya baadhi ya mambo yanafanana. Lakini leo tutaelezea hii habari moja, sio ile ambayo alipokwenda katika nyumba ya mtu mmoja wa Madina akabisha hodi, wakawemo masahaba na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakamuona masahaba sura yake alivyo, na wakamsimulia alivyo. Sasa leo tunazungumzia baadhi ya mambo aliyoulizwa, akaambiwa nani rafiki yako? Jambo la kwanza hilo, aliambiwa nani rafiki yako. Jambo la pili akaambiwa nani swaiba wako. Jambo la tatu akaambiwa nani mtume wako. Jambo la nne akaambiwa nani mgeni wako. Jambo la tano akaambiwa nani yule ambaye kipenzi chako anakufurahisha sana, nani? Sasa leo tuwasikie hao wahusika wakuu anaowataja Ibilisi. Je, katika kundi hili mimi na wewe hatumo? Na kama hatumo, tunafikiria vipi kukaa vizuri
tukajilinda na Mwenyezi Mungu akatulinda. Tujilinde wenyewe kwanza, halafu Mwenyezi Mungu atulinde, kwa sababu yeye ndo mlinzi wa waja wake na mlinzi wa kila kitu. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu anawatoa waja kwenye giza, anawapeleka kwenye nuru, na hakuna yoyote atakayemtoa mja kwenye nuru baada ya kuwa keshapelekwa na Allah, mpaka atake mwenyewe Allah kwa kumwachia yule mja baada ya yeye kuregarega haitaki vizuri nuru. Si kama labda akuachie tu Mungu. Ikiwa huitaki nuru, Mungu atakutoa. Kwa sababu gani? Kazi hiyo itafanywa na wale ambao waliokufuru. Walladhina kafaru awliyauhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ukiregea, waliokufuru na mashetani watakutoa kwenye nuru wakupeleke kwenye giza, na hao wana kibali maalum. Ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khaliduna, watakaa humo milele. Jamani, suala la kuambiwa motoni milele, jamani, ni jambo kubwa sana. Na ndio maana wenzetu wakasema, rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ewe Mwenyezi Mungu, hukuyaumba haya mbingu na ardhi kwa mchezo. Hukuumba ardhi twende viwanjani tukatizame mpira, hukuiumba mbingu tukaa kazi yetu kuangalia ndege na tumefurahi tunakwenda na ndege kutoka mji huu kwenda mji mwingine. Umetakasika Mwenyezi Mungu, tuepushe sisi na adhabu ya moto. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie, atuepushe na adhabu ya moto. Sasa sikiliza sasa vishindo vya maluni Iblis. Alikuwa mcha Mungu huyu, alikuwa anajulikana, alikuwa alimu huyu, ameporomoka kwa kibri mara moja tu. Sasa sikiliza habari zake. Anaulizwa, nani rafiki yako? Anasema, rafiki yangu mtu mzinifu. Mtu mzinifu ndiyo rafiki yake. Kwa hiyo mtu akajitokeza akawa mzinifu, basi huyo ni rafiki wa Ibilisi. Kuna watu wanawake 2 watatu bado wazinifu. Kuna watu wanawake 4 kabisa wameshamaliza, lakini na nje ana 4. Huyo ni rafiki yake Ibilisi. Kuna watu wao kazi yao vionja mchuzi, ndoa zao kaoa leo, kesho kutwa kamwacha kenda oa mwingine, sababu anajidai anaoa. Huyu ni mzinifu kiurai, mzinifu wa kiujanja, mzinifu wa kitapeli. Wako watu wa kuonjaonja, kapelekwa hapa kaoa, hafiki hata miezi 6. Anaulizwa, vipi basi tulikupeleka pale, una wake wangapi, kwani wewe bado unaendelea kuoa watu? Anasema, yule mkorofi bwana nimemwacha. Kumbe mkorofi yeye kionjaonja, anadota. Wewe utajulikana kwamba wewe una unyemela wa zinaa, koti unajifichia, unajidai unaoa. Lakini ukiwa ndo mtindo wako huu, hapana makosa, wanawake unawatoa katika ndoa, basi wewe usijifiche na watu usiwafiche. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, unamkhadaa Mwenyezi Mungu na walioamini. Hivi unaingia katika kundi hilo kwamba kuna watu kazi yao kumkhadaa Mwenyezi Mungu na walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Humkhadai Mwenyezi Mungu na walioamini bwana. Kama watu wako kama hivi bwana, isipokuwa wanajikhadaa nafsi zao wenyewe. Khadaa hiyo wanaifanyia nafsi zao, lakini wenyewe hata hawajijui. Wanaona
kwani si nimeoa? Kwani si nimeoa? Kwa mtindo huu itakuwa sasa wewe huna ndoa tena, wewe una tabia ya kuzini kinyemela. Ukome mtindo huo. Wapo wanaume zetu wanayo ila hiyo, mpaka mtu anafika kuitwa wake 100 na ana tabia hiyo. Hiyo si tabia nzuri, si katika mwenendo wetu. Mwezi hafiki kashamuacha mwanamke, anasema, lakini akipata wenziwe, wahuni wenziwe, anasema bwana wewe, mimi sasa sijatata ninayemtaka hasa. Chapwa yule we. Maneno gani hayo? Maneno gani yule? Hajakolea sasa vile ninavyotaka mie. Unataka vipi wewe? Wewe mwenyewe umekolea. Haya maneno vibarazani humo wanayasema watu, wanatoa aibu za wake ambao wanao na wengine ambao walikuwa washawaacha. Uislamu unataka mtu ahifadhi siri ya mwenziwe. Uislamu unataka mtu ahifadhi aibu ya mwenziwe, hususan mambo ya ndani kabisa. Kuna mambo wakati mwingine sisi tunayazungumza kama ni mawaidha, lakini hatuwezi kumtaja mtu. Utamjua nani? Sisi tunasema tu kuna watu wana hivi hivi, alafu wengine wanatuambia yule hana mawaidha, ana kashfa. Kashfa ziko huko, wanawake wanakwenda uchi bwana. Tutaendelea kusema mpaka kiyama. Takbir. Wow. Ndio nafasi yetu ilokuweko. Wenye nafasi ya kuamrisha wameregea shauri lao, maana kuna amri, wakisema watu wasitoke nje, watu hawatoke. Wako hivyo wananyenyekea, lakini ikifika pahali mtawaambia watu wasiende kuswali, pia atakuwa hawendi. Hapa ndo pana kazi sasa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie isifikie hali hiyo. Tunakwenda makafiri wanasie siku na mchana, wanatukamata, wanakwenda nasie kila hali. Lakini Mungu ameshatoa ahadi, Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibuna. Anasema kwa hakika jeshi letu litakuwa ni lenye kushinda. Maana jeshi letu ni mtu ambaye mcha Mungu, huyo ndo jeshi la Allah. Muumini wa kweli, huyo ndo jeshi la Allah. Na shetani naye ana jeshi lake. Ulaika hizbu shaitan, ala inna hizba shaitan humul khasirun. Anasema kuna kundi la jeshi la shetani. Eleweni kwamba hilo jeshi la shetani ambaye tunamtaja hivi sasa, humul khasirun, hao ndo walokula khasara.